Barabara kabisa, mpenzi mtazamaji na msikilizaji, ukiwa hapa ndani ya Pavilion Grounds. Hapa nina wale mahafali ambao hivi kesho watakuwa wanahitimu kama wanafunzi wa mwaka wa 2025 hapa ndani ya Chuka University. Bila shaka labda niwapate kwa majina. Swadakta kabisa, jina langu ni Daniel Musop. Naam. Mwenzangu huko upande mwingine. Nami naitwa Daniel Kwemboi Toet. Kwa hivyo siku ya kesho ambayo sijui mna matarajio yapi, kwanza nianze kwa kuuliza unajisikia vipi, unajihisi vipi sasa wewe wakati huu? Najihisi vizuri sana kana kwamba dunia imeshafika mwisho, kwa sababu baada ya ile safari ndefu ya miaka 4 hatimaye tumeweza kukunja jamvi. Haikuwa safari rahisi, lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tumeweza kufika mwisho. Kwa hivyo najihisi vizuri sana na mshukuru Mwenyezi Mungu, ni furaha tele, furaha gaya. Shukrani. Kwa upande wangu wa kushoto unajihisi vipi? Labda wewe mwafali ambayo unaanza kuhitimu siku ya kesho unajihisi vipi? Hata upande wangu nami ninahisia mseto, maana safari hii nilikuwa nimeingoja sana sana sana, nikitarajia kwamba huenda siku moja ikifika basi nitafurahia zaidi. So ninapoiona siku hii imewadia ni kesho, basi furaha ninayo haiwezi kuelezeka. Naam, kwa sababu haijawa rahisi. Kumbuka kuna kuinama, lakini kwa yote baadaye akisikia nimevalishwa gauni hili, basi furaha ni kwa utele. Jinsi ambavyo unasikia wanasema wanajihisi vizuri, kudra kwake Mwenyezi Mungu ameweza kuwajalia na wameweza kufika mahali hapa. Sijui siku ya kesho mnatarajia nini? Naam, kwanza siku ya kesho tunatarajia kwamba tutaweza kuhitimu kirasmi. Tutaweza kupata ile mamlaka ya kusema kwamba tuende tupambane na ulimwengu kwa sababu ya maarifa ambayo tumepata. Tunatarajia wageni wengi, wageni kutoka maeneo mbalimbali humu nchini. Tunatarajia mgeni wa heshima, mgeni mkuu ambaye ataweza kutupatia hotuba yake ambayo kwa njia moja au nyingine itaweza kutupa nguvu ili tuweze kupambana na hali huku nje. Na bila shaka kesho pia tunatarajia kutoka huku tukiwa ni watu ambaye si sawa na venye tuliingia. Kwa hivyo unapata kuna wengine ambao watatoka na degree zaidi ya moja. Kuna wengine ambao watatoka na mke wake. Kuna wengine watatoka hata na mtoto wake. Tunatarajia mengi tu. Na kuna wengine wanatarajia kwenda kupata kazi moja kwa moja au kuweza kupata ile connection nzuri kwa sababu ya interaction ambayo tutakuwa naye hapa kesho. Kwa hivyo ni siku muhimu, ni siku kubwa sana. Nitakuwa ninaulizia wewe kesho utakuwa unatoka na degree ngapi jinsi ambavyo umesema, ila nimuulize mwenzangu unatarajia nini siku ya kesho? Kesho matarajio yangu kama vile Waswahili wanasema kesho ni siku ya ndovu kumula mwanawe. Nina matarajio makubwa, kwani ninatarajia kwa wale wageni ambao ni mashuhuri ambao wamealikwa kwamba hotuba zao zitatujenga kwa njia moja au nyingine, na hata pia ninangojea wale ambao wamefuzu katika ngazi ya uzamifu na uzamili ili wanipe nami changamoto ambayo nimefanya shahada yangu ya kwanza nipate kuongezea. Barabara kabisa. Na labda niwaulize labda advice moja tu ambayo unaweza kumpa yule ambaye labda anatarajia kufika kiwango hichi ambacho umefika, utamwambia nini? Neno moja tu. Mimi jambo ambalo ningeweza kumwambia ni kuweza kujitolea mhanga sana kufanya kitu ambacho kileta hapa chuoni, lakini wasiweze kuzamia tu masuala ya vitabu, kwa sababu kuna masuala mengine ambayo husiani na vitabu lakini ni muhimu sana katika maisha ya binadamu. Kwa hivyo focus in other aspect of life, social aspect of life, na pia ukuwe na mlahaka mzuri na wanafunzi wenzako, ushirikiano, kwa sababu nasema mkishirikiana kama mpini na jembe bila shaka mtafika mbali. Kwa hivyo mimi ni langu ni kwamba wajitolee mhanga na sio watu ambao kukata tamaa. Wakumbuke kwamba kilicho na mwanzo bila shaka hakikosi mwisho. Usia wako labda kwa wale ambao bado wanatamani na matamania kufika mahali ambapo umefikia wewe kufikia sasa? Kitu ambacho wanapaswa kujifunza ni kwamba bila shaka safari ikiwa na mwanzo sharti iwe na mwisho. Vile wengine wapo mwaka wa kwanza, wa pili na watatu, kuna siku yaja huku mbeleni pia watakuwa wamefika hapa. Changamoto kwao ni wao wajikite, watie bidii, wajisatiti vile wawezavyo, ili siku kama itakapowadia wajikute wapo kwenye orodha ya wale ambao wanakuja kufuzu. Japokuwa changamoto zipo hapa katikati, wasife moyo. Kila ambacho walikujia hapa basi sharti wakitamatisha. Asante. Na mwisho ni wakumbushe kwamba hawa wamekuwa viongozi hapa shuleni. Huyu ambaye yuko kwenye mkono wangu wa kulia ameweza kuwa kiongozi katika tabaka mbalimbali na kwenye vitengo mbalimbali. Sijui uweza kuelezea nini wenzako kama kiongozi? Naam, nashukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza
kunipatia nafasi hiyo kuwa kiongozi katika vitengo mbalimbali, na bila shaka nawashukuru sana, kwa sababu na mimi ningependa kuambieni ya kwamba ikiwa na uwezo ya kujiunga kuwa kiongozi uwe, kwa sababu inakupatia uwanja nzuri sana ya kuweza kujiandaa. Ukiwa kiongozi kunakuwa na changamoto nyingi, na changamoto hizo inaweza kukusaidia na kuandaa uwe mtu ambaye mahiri ya kupambana na hali ya maisha huku nje. Na watakieni kila laheri. Muwe watu ambao wanajituma, muwe watu ambao wanamtegemea Mwenyezi Mungu, na yale mausio yangu ambayo nilikuwa napenda kuwazungumzia kila siku kila wakati uweze kutilia maanani. Nilipenda kutumia lugha ya Kimombo kuambia kwamba never blame the system but beat the system. Usiweze kuwa mtu ambaye malalamishi mengi, sijui chuo kimefanya nini, lakini uwe mtu ambaye unajifunza mengi kutokana na mambo ambayo umepitia hapa chuoni, ili uweze kukusaidia baadaye. Na bila shaka tu niwakumbusheni ya kwamba wakati tunasherehekea kuwafali, si kusherehekea tu ile degree, ile shahada peke yake. Tunasherehekea safari ndefu, tunasherehekea miaka 4 ya kupitia mambo ya mapanda shuka hapa na pale, kuweza kulala bila kula chochote, mitihani migumu, wakati mwingine unapoteza wapendwa, wakati mwingine unakuwa mgonjwa, unaweza kukosa karo, na bila shaka yote unafika tamati na kuweza kuhitimu. Tunasherehekea na kusema asante Mwenyezi Mungu, na bila shaka tunaenda kupambana na hali nyingine, hatua nyingine ya maisha, na tusio wanafunzi sawia na wale ambao walibakia kule nyumbani na bila kuona milango ya chuo kikuu. Tuhakikishe kwamba tunakuwa watu tofauti katika jamii, tunasaidia jamii, watu ambao wanafanya utafiti na kuleta suluhisho katika janga ambalo linatukumba hapa nchini Kenya ama hapa duniani. Naam, tuwe watu ambao katika lugha ya Kiingereza sema productive, kwa sababu tusiwe watu ambao tuna celebrate the deed of knowledge. Tuwe watu ambao ni competent, skills na knowledge, tuko na knowledge ya kutosha. Asante. Jinsi ambavyo anasema kwa kifupi anamaanisha kwamba be a solution to the problem, don't be the problem to the community. Wewe kama kiongozi nimeweza kuona ukiweza kuongoza wanafunzi hapa CU na kwingineko sehemu tofauti, labda waweza kuwa hapa wosia upi wa kiongozi labda? Naam, ukiwa kiongozi unajua kwamba amri zote na mamlaka yote yatoka kwa Mwenyezi Mungu. Wewe unakuwa ni wa kwanza kuongoza. Kwa yeyote ambaye anaweza kuwa na nafasi yoyote ya kuongoza, ajue kwamba yeye hapo kama kiongozi ni kwa sababu ya wale ambao anawaongoza, ila hawezi kuwa kiongozi bila wale unaowaongoza. Hivyo ni vizuri uwashirikishe, uwe na ushirikiano mkubwa na mshikamano wa dhati miongoni mwa wale unaoongozana na wao, ili hatamu yako ambayo umechukua kama kiongozi iwe ya kufanikiwa. Naam. Shukran za dhati. Hapa nimeweza kuwa na mahafali ambao hivi kesho watakuwa na hitimu kama wanafunzi ambao wameweza kung'ang'ana kwenye wanasema 844 system, wameweza kukamilisha, na siku ya kesho watakuwa na vishwa taji. Wanasema kilicho na mwanzo sharti kiwe na mwisho bila shaka, na tunasema kwamba hongera kwa mahafali hawa wote ambao watakuwa wana hitimu siku ya kesho. Tunasema kwamba kesho fika hapa Chuka University Pavilion Grounds, tutakuwa tunakuletea sherehe hii, tunaianikiza hewani moja kwa moja kutoka hapa Chuka University. Bila shaka hatuna mengi, la ungana nasi tena kesho, tutakuwa tunakuletea masuala haya na mengi mengine zaidi. Shukran za dhati. Mweza kupata labda kusalimiana tukiondoka? Sasa kesho